Niliishi karibu na Casa Oliveras Lodge mjini Tanga kwa karibu miaka 12. Mchana, lodge hiyo ilikuwa inaonekana kama sehemu iliyokufa kabisa. Rangi za kuta zilikuwa zimebanduka, madirisha yamejaa vumbi, na mimea ilikuwa imeota mpaka kwenye nyufa za parking. Sehemu ya paa ilianguka miaka iliyopita baada ya mvua kubwa, na lile bango la juu ya geti lilikuwa karibu kuanguka kabisa. Hakukuwa na wafanyakazi wanaoingia wala kutoka. Hakukuwa na magari ya wageni wala yale ya kuleta vyakula na vifaa. Kwa kifupi, kila mtu alijua ile sehemu ilifungwa zamani sana. Lakini kila usiku mambo yalibadilika. Mara ya kwanza niligundua ilikuwa muda mfupi tu baada ya kuhamia kwenye nyumba yangu pale jirani. Usiku mmoja karibu saa 6, nilitazama nje ya dirisha, nikashangaa kuona taa zinawaka ndani ya lodge. Kulikuwa na muziki na vicheko. Kwa kweli mwanzo nilidhani labda kuna watu wameifungua tena kimya kimya bila taarifa nyingi. Lakini asubuhi ilipofika, kila kitu kilirudi vile vile. Kimya. Hakuna watu, hakuna magari, hakuna dalili kwamba usiku kulikuwa na sherehe. Hilo jambo likaendelea karibu kila Jumamosi. Jua likizama tu, taa zilianza kuwaka chumba baada ya chumba. Wakati mwingine niliona vivuli vya watu vikitembea nyuma ya mapazia. Mara nyingine nilisikia watu wakicheka karibu na bwawa la kuogelea. Lakini kila asubuhi, lodge ilirudi kuwa tupu tena. Usiku mmoja nikasema, hapana, lazima nijionee mwenyewe. Karibu saa 7 usiku nikavuka barabara kuelekea pale getini. Kadiri nilivyokuwa nasogea, muziki ulianza kusikika vizuri zaidi. Kulikuwa na nyimbo za taarab za zamani, watu wakiongea, wengine wakicheka, kama vile kulikuwa na sherehe kubwa ndani. Nilipofika karibu na parking, nikasimama. Ilikuwa imejaa magari, lakini hayakuwa magari ya kawaida ya siku hizi. Kulikuwa na Peugeot za zamani, Land Rover za miaka ya zamani sana, magari yaliyofanana na yale unayoyaona kwenye picha za zamani za familia. Kitu kilichonichanganya zaidi ni kwamba dakika chache kabla nilikuwa nimetazama pale kutoka nyumbani kwangu na sikuona gari hata moja. Halafu nikawaona wale watu. Wanaume wamevaa suti za zamani kabisa. Wanawake wamevaa magauni marefu na gloves, kama watu wanaokwenda kwenye harusi ya miaka ya zamani. Walikuwa wanatembea kwenye bustani za lodge chini ya taa zilizokuwa zinang'aa kwa mwanga wa njano hafifu. Hakuna aliyekuwa ananiona, mpaka mwanamke mmoja aliyekuwa karibu na reception alipogeuka polepole kunitazama. Halafu akatabasamu. Nashindwa hata kuelezea vizuri uso wake ulivyokuwa. Ngozi yake ilikuwa ya kijivu hafifu chini ya mwanga, na macho yake hayakuwa ya kawaida. Hayakuwa na ule weupe wa macho ya binadamu. Yalikuwa kama macho ya paka gizani. Mimi sikubaki hata sekunde nyingine. Niliondoka pale haraka sana. Asubuhi iliyofuata, nikamuuliza muuza duka mmoja wa jirani kuhusu ile lodge. Ndipo akanisimulia kitu ambacho sikuwahi kusikia kabla. Alisema lodge hiyo ilifungwa kabisa miaka ya 1980 baada ya mlipuko wa gesi kutokea wakati wa sherehe ya harusi. Moto ulisambaa haraka sana
ndani ya ukumbi mkubwa wa sherehe, na watu wengi hawakupata nafasi ya kukimbia. Baadhi ya miili iliteketea vibaya mpaka haikuweza kutambulika. Baada ya kusikia hiyo stori, niliamua kuacha kabisa kufuatilia mambo ya pale. Nikaendelea na maisha yangu. Lakini miezi kadhaa baadaye, mambo yakaanza kuwa mabaya zaidi. Jioni moja, wakati jua linazama, nilikuta bahasha imeingizwa chini ya mlango wa nyumba yangu. Nilipoifungua, ndani kulikuwa na kadi nyeupe yenye maandishi ya dhahabu. Ilikuwa imeandikwa, Casa Olivera's Lodge requests the pleasure of your company tonight. Hakukuwa na tarehe wala saini. Kulikuwa tu na namba ya chumba chini yake. Namba 27. Sikuchelewa. Niliichoma moto ile kadi mara moja. Lakini usiku huo, muziki kutoka lodge ulikuwa mkubwa kuliko kawaida. Karibu saa 8, nilitazama tena kupitia mapazia yangu. Taa zote zilikuwa zinawaka. Watu walikuwa wanacheza ndani ya ukumbi. Halafu nikamuona mwanaume mmoja upande wa pili wa barabara, karibu na geti langu. Alikuwa amevaa suti nyeusi na alikuwa ameisimamia nyumba yangu tu, akinitazama. Hakusogea, hakusema kitu. Alibaki pale mpaka asubuhi. Jua lilipochomoza, alikuwa ametoweka na lodge ikarudi kuwa kimya tena kama kawaida. Nilijaribu kujifanya kama sijali, lakini baada ya hapo, mambo yakaanza kuwa ya ajabu zaidi. Kila Jumamosi jioni, nilikuwa napoteza fahamu. Nilikuwa naamka Jumapili asubuhi bila kumbukumbu yoyote ya kile nilichofanya usiku uliopita. Mwanzo nilidhani ni uchovu au stress. Lakini ilipotokea mara 3 mfululizo, nikaanza kuogopa kweli. Nikampigia simu binamu yangu Waziri aje kutoka Korogwe. Alipofika, nilimweleza kila kitu. Halafu nikamwomba akae nami Jumamosi moja ili aone kinachoendelea. Jumamosi iliyofuata ilinitokea tena. Nakumbuka tu jua lilikuwa linazama. Halafu kila kitu kikawa giza. Nilipozinduka, ilikuwa Jumapili mchana karibu saa 8. Miguu yangu ilikuwa imejaa majivu. Na Waziri alikuwa amekaa pembeni yangu, akinitazama kwa wasiwasi mkubwa. Halafu akaanza kunisimulia kile alichokiona. Alisema baada ya jua kuzama, nilimwambia kichwa kinauma. Nikafunga mlango wa chumba nikisema nataka kulala. Yeye akaendelea kukaa sebuleni akiangalia televisheni. Baada ya kama saa 1, aliniona nikitoka chumbani. Nilikuwa nimevaa suti nyeusi na tai. Waziri aliniuliza naenda wapi, lakini sikumjibu. Nilitoka nje ya nyumba, nikavuka barabara moja kwa moja kuelekea kwenye ile lodge. Waziri alisema alinifuata nyuma kwa hofu. Aliponiona naingia reception, ilikuwa kama nazungumza na mtu fulani na kumpa kadi mkononi. Lakini yeye hakumuona mtu yeyote. Kwa macho yake, ile lodge ilikuwa tupu kabisa. Kimya. Giza. Lakini mimi nilikuwa natembea kama mtu aliyekuwa anaona watu wengine. Waziri alisema aliendelea kunifuata mpaka kwenye ule ukumbi mkubwa wa sherehe.
Kisha ghafla nikaanza kutabasamu. Nikaanza kuongea kana kwamba nimezungukwa na watu wengi. Halafu nikaanza kucheza mziki. Lakini waziri alisema hakusikia mziki wowote. Hakukuwa na watu. Ilikuwa mimi tu, nikicheza peke yangu kwenye majivu yaliyokuwa yameenea sakafuni. Alisema alijaribu kunivuta turudi nyumbani, lakini nilikataa. Na macho yangu yalikuwa yamemtazama moja kwa moja, lakini ilikuwa kama simtambui kabisa. Mwisho akaogopa. Akarudi nyumbani na kukaa nje akinisubiri. Halafu alfajiri karibu saa 9:30 aliniona nikirudi polepole, nikiyumba kama mtu alielewa. Nilikuwa ninaimba nyimbo za zamani za taarab kwa sauti ya chini sana. Nikaingia ndani, nikavua viatu. Halafu nikalala. Baada ya waziri kumaliza kunisimulia yote hayo, tulikaa kimya kwa muda mrefu. Sikujua hata niseme nini. Nilienda kuoga. Tukanywa chai kimya kimya. Halafu akanisaidia kupaki nguo zangu kwenye begi. Siku hiyo hiyo tuliondoka Tanga pamoja kwenda Korogwe. Na tangu siku hiyo sijawahi kurudi tena kwenye ile nyumba. Bado ipo pale. Nimejaribu kuiuza mara nyingi, lakini sijapata mnunuzi. Na kusema ukweli, sina mpango wa kurudi pale tena.